Umesikia issue ambayo inaendelea sasa hivi ya MX? Hapo tuliongelea unajua afu tuligusia kidogo fulani hivi na tukamtolea yeye kama mfano. Actually tugusie shida iko wapi? Mimi nahisi kama sasa hivi wameamua kumlalamikia Max, lakini by the time wanamtafuta Max walikuwa wana shida naye ya hicho ambacho alichokuwa anawasaidia. Kwa sababu unajua kipindi wasanii wengi wanafanya kazi na Max walikuwa hawafikirii kama digital inaweza ikawalipa, ila walikuwa wanaitumia digital kama platform ya kuonekana na muziki wako kuwafikia watu wengi, ili kusaidia wewe kwenye kutengeneza brand yako, kwenye kupata shows na nini, na kukufanya uwe msanii mkubwa, yani numbers na nini. Muziki ukifika YouTube ina maana utapata mashabiki kutoka Kongo wapi ambao pia watakufuata Instagram. Ila wakati ule Max tayari alikuwa na vision, anajua kabisa hichi kitu kina ingiza hela. Alikuwa ameshaona mbali. Ndio maana mimi sikuwepo kwenye makubaliano, ila naamini wengi waliokuwa wanaenda kumfuata Max walikuwa wanamwambia wasaidie kwenye ku-upload, ku-manage hizo digital platform na kusambaza muziki. Kwa hiyo unamaanisha ilikuwa ni ile ni ya kishikaji, haikuwa more official. Tena ni kama wewe ndio unamhitaji yeye zaidi. Umeelewa? Kwa sababu labda yeye atasaidia ku-manage hizo account zako za Spotify. Yaani wasanii walikuwa ni wageni kwenye hicho kitu. Umeelewa? Kwa tuseme kama wasanii wetu kipindi hicho walikuwa wanaingia kwenye music industry, lakini wanajua tu kuimba, lakini hawajui namna gani wanaweza wakadistribute muziki. Yaani hawakuwa na ile exposure. Kwa sababu digital ndio ilikuwa tayari sasa imekuja, yani ndio kama tunaanza tuliongelea kama tunafanya transformation kwamba tunatoka zamani ndio tunakuja sasa hivi. Umeelewa? Kwa wengi wao walikuwa wanaamini kwamba unachohitaji wewe ni nyimbo yako kwenda YouTube ipate hiyo nafasi, mtu aisimamia audit na nini ifike mahali fulani. Lakini walikuwa wana hiyo akili ya kwamba napeleka muziki YouTube ili YouTube inilipe. Ndio maana tulikuwa tunazungumzia kutengeneza music video, hata bajeti zao za video ambazo walikuwa wanakuja kutuambia sisi labda imeshoot video South Africa milioni 20, milioni 40, ilikuwa iendane na kile ambacho wanaenda kukitafuta YouTube. Kwa unaona kabisa wao walikuwa wanaitumia YouTube kama platform, kwamba kazi yangu iwepo huko, yani kazi yangu iwepo huko, yani basi tu. Baadaye sasa ile kazi inaanza kulipa, unasikia inalipa, unasikia inaingiza hela na nini, lakini wewe kuna mtu ambaye ulienda ukafanya naye hiyo kazi bila kuwa na hayo makubaliano. Kwa sababu mimi nikionaga mtu analalamika mtandaoni ni anatafuta huruma ya watu ahurumiwe, lakini kisheria ana haki. Kwa sababu kama mtu unamdai mtu, sehemu ya kwenda kulalamika ni mahakamani. Wewe unabidi uje kulalamika mitandaoni, kesi tayari ishaenda mahakamani. Labda unalalamika mahakama haijakutendea sawa, au unatubrief kwamba kitu kimeshaenda mahakamani unadai na nini. Lakini ukija tu ukasema tu mtandaoni, na maana hamna haki hapo, ni unatafuta hiyo huruma kutoka kwa watu, labda watu wakuhurumie na nini, na mtu mwingine anaweza kaona kama unamchafua na nini. Nitakupa mfano mzuri. Tofauti ya Master J MJ Record na Majani Bongo Record ilikuwa ni moja. Majani alikuwa shaona muziki kuna siku tu kinachotokea mbele kwa wenzetu kwamba watu wanalipwa kutokana na milabaa na nini, ipo siku itafika na sisi kwetu pia. Umeelewa? Kwa story ambazo mimi nimewahi kuzisikia, ulikuwa na uwezo wa kwenda kwa Majani akakupa session ya kurekodi muziki wako bure, akasema uko chini ya label, kwa maana uko chini ya management yake, kwa maana ya Bongo Records. Zile nyimbo baada ya kuwa umerekodi, wewe utapata nafasi, nyimbo yako itapigwa kwenye radio, utatoa music video, utapata mashows, utapata manini, lakini yeye atabaki na ile master, ile copyright, ile master yeye ndo anaihon. Kwa hiyo ikitokea mtu yeyote akautumia huo muziki labda kwenye mtandao wa simu, labda movie imeshutiwa mbele au nini, yeye ndo anaenda kuingiza pesa. Kwa tuseme hata kama kwenye hiyo miraba tuseme Bongo Records ndo anakuwa ana percent kubwa, hata kama msanii si bado utakuwa usirekodi bure. Wewe rekodi bure, na muda huo unahitaji studio session. Yani wewe unachohitaji ni urekodi, sauti yako isikike, tayari umetoka. Maana muda huo biashara ni show, kwamba umerekodi kwa Majani na nini. Master J yeye akuliona hilo, yeye ilikuwa ni cash. Umeelewa kwamba unanilipa, mimi nafanyaje? Unarekodi, tembea zako. Sasa hivi Majani anaingiza hela
kutokana na mziki ambao ameurekodi miaka 10 iliyopita, kwa sababu ana access ya ule wimbo, zile beats, kila kitu, umeelewa? Kwa hata wewe sasa hivi ukitaka kuitumia ngoma ambayo imerekodiwa Bongo Record, actually yeye ndo anaenda kuchukua hela. Ushe kusikia kulikuwa kuna kesi yao yeye Chameleon na Professor J. Chameleon anasema kwamba Majani amechukua hela nyingi. Lakini by the time kuna makubaliano ambao wao walikubaliana wakiwa studio. Hakuna mtu ambao aliona hiyo future. So hicho ndo ambacho kinatokea pia kwa wasanii. Ni kwamba by the time nyinyi mnamfuata Max, amkujua kama Audiomack au Spotify itakuingizia hela, wewe uko unaiona ile ni kama platform. Ndio maana kuna kipindi wasanii walikuwa razi wanunue hizo wanahitaji hizi fake views. Kwa nini walikuwa wananunua fake views? Kwa sababu wao wanaitumia YouTube kama tu platform ya kuaminisha watu kwamba kwenye game niko hot, niko vizuri, umeelewa? Hicho ndio alichokuwa wanakitaka. Kwa unakuta huyo ambaye anakuja kulalamika, huyo ndio alikuwa anamwambia Max, "Waniwekee viewers wa uongo." Umeelewa? Au nifanyie hivi na hivi. Kwa hivyo vitu vyote vilikuwa vinatokea. Kwa mimi naona issue ni awareness. Kuna kipindi unakuwa utambui kitu na kuna kipindi unatambua kitu. Ukianza kutambua kitu usianze kujifanyaje, usianze kujilaumu wewe au kuwalaumu wale watu ambao walikuwa wamekuzunguka. Unahesabu hiyo ni kama ni mistake. Kwa baadaye ukianza kudistribute muziki wako au ukianza kusambaza muziki wako, unakuwa una mikataba ambayo imekaa kwenye mfumo wa logic kabisa ambao inakuwa na make sense. Kwa sasa hivi Max ndio yeye mwenyewe amesema atawashtaki watu wote ambao wanamchafua. Kwa sababu mimi nahisi ile imekaa sana kwenye mistake ilikuwa kwenye mikataba. Yani issue ni mkataba. Na nadhani sehemu kubwa wasanii kipindi hicho hawakuwa na uelewa mkubwa wa namna gani hizo digital platforms zitakuja kuwa na faida mbeleni. Kwa hiyo wenyewe wanafanya tu kwamba niingie studio nitengeneze ngoma niende nipate shows na lakini hawakuangalia kama sehemu za Spotify au like kwamba watakuja kumonetize nyimbo zao katika hizi digital platforms. Kwa sababu wao walikuwa labda unakuta anamview Max kama expert wa mitandao. Mtu ambaye ana utaalamu na mitandao. Hiyo ana uwezo wa kutumia YouTube. Akaicontrol vizuri, anaweza akaitumia Spotify, ila wakumwangalia Max kama distributor. Nilikuwa kwamba msanii bana, mimi na ngoma yangu nifungulie YouTube, hata sijui nifungulie YouTube mwanangu. Nifungulie YouTube. Au niweke nyimbo yangu Spotify, mimi sifahamu chochote. Kwa hiyo mwenyewe ukishamwambia atakwambia unajua hizi account watu wanazihack na nini, kwa inabidi nikae nayo ni monitor ni manage na nini, nifanyie monetize hivyo vitu kama vyote, unajua ni monetize na nini, umeelewa? Lakini yeye tayari ashajua hapa kuna hela, yani umeelewa? Hata watu wanaodai kwamba kuna hela wameingiza, wanaweza wakawa wanajua kuna hela wameingiza, ila hawajui ni kiasi gani cha pesa wameingiza. Wasanii wapi au like kwa wasanii ambao like wapo sasa hivi, yani kitu gani wachukue katika hii sakata nzima? Wasanii wa sasa kitu gani wajifunze hapa? Mimi nafikiri kitu cha kwanza, team ni kila kitu, umeelewa? Kwa hata wasanii ambao wana complain sasa hivi walienda wao kama wao. Yeye msanii kama msanii, sio team, umeelewa? Ina maana team ingekuja na mawazo mengi zaidi kwamba tunafanya hichi, tunatakiwa tupate hichi. Unajua uelewa tunatofautiana. Kuna mtu ameijua YouTube 2007, 2008, umeelewa? Kuna mtu amekuja kuijua YouTube 2014, umeelewa? 2015, umeelewa? Kwa sisi tumetofautiana kwenye namna ambavyo tunauelewa. Ila ukiwa mmoja wewe ndio uelewi, ila mkiwa wengi ni ngumu sana kuwa nyote hamuelewi. Kuna episode tulikuja tukaishoot hapa. Leo nikaja nikakwambiaje, unajua nilikuwa na chat na ChatGPT, nimegundua vitu vingi sana ambavyo tulikosea na tuli mistake. Watu wawe na wajifunze. Yaani ukiachana na timu, msanii wewe mwenyewe jifunze. Yaani kama umeshaamua kuingia kwenye industry ya muziki, jua vitu vinavyotakiwa kuvifahamu katika hiyo industry ili uwe 2 step ahead. Kwa sababu talent pekee si wenyewe tunasema haitoshi. Unabidi uanze kujifunza. Na of course sasa hivi digital imekupa nafasi ya kujifunza vitu vingi kwa urahisi zaidi. Tazama podcast, sikiliza podcast, nenda YouTube. Hivyo vitu ukishavijua, hata utakuwa unajua pia kwenye timu yangu mimi nahitaji kuwa na nani. So kila mtu anaweza kaa kwenye timu yako, anakuwa kwenye timu yako kwa sababu position yake. Hata wasanii kutafuta consultation wanaweza hata wakakucheki wewe, ukapa consultation na magani wafanye na nini, kwamba tupite hapa. Kwa mfano hapo tuzungumzie issue ya Max.
Max kwenye sasa hivi labda ndo tunamzungumzia sasa hivi, yeye kama yule sio distributor, ni music publisher. Ni publisher. Yani ni mtu ambaye anakusaidia kupublish muziki wako. Unajua kabla ya digital tulikuwa tunaga publisher, tulikuwa tuna distributor. Kwa sababu msambazaji, it means unasambaza hadi physical, utapeleka kwenye library, kwenye copy, kwenye nini, umeelewa? Sasa ukija kwenye digital, ukiamua kuitumia digital peke yake, ina maana wewe unapublish. Ukiamua kumtumia distributor, ina maana distributor anakusaidia kwenye kazi mbili, anakusaidia kwenye kupublish muziki wako kwenye digital, na bado anaweza kumaintain kwenye kusambaza muziki wako kwenye radios. Umeelewa? Au ndo hata kile ambacho ulizungumzia kwamba hata kama anaweka distribute kwenye Spotify, anakuchagulia zile playlist ambazo utapata airtime nzuri, anasambaza kwenye, huyo ndo distributor huyo, ambaye pia ana uwezo pia wa kumfuata DJ hivi. Labda mimi nakufuata ni DJ, unapiga Masaki, nakwambia msanii wangu ameachia nyimbo, ipo kwenye digital platform na nini, umeelewa? Lakini leo kwenye session yako ukiwa unapiga kwenye club au vipi, unabidi uiplay. Ukiplay watu wanaweza wakashaza, umeelewa? Watu wakauliza na nini. Hiyo ndo kazi ya distributor. Distributor pia anakusaidia kufuatilia maokoto yako kwenye baadhi ya platform. Unajua ukiupload nyimbo kama hizi, Instagram wanatumia muziki, TikTok wanatumia muziki, Snapchat wanatumia muziki, WhatsApp wanatumia muziki, umeelewa? Ile yote ni hela. Umeelewa? Kuna hii tena walianza nayo Universal ni music label kubwa tu duniani. Wao ndo walianza kutangaza, wakasema kwamba hawataki nyimbo zao zitumike TikTok kwa sababu TikTok haijaanza kuwalipa. Umeelewa? Kwa ina maana wewe ukiwa una distributor atakusaidia wewe kuweza kuaudit hizo, kujua milaba yako iko vipi. Ila music publisher amekuja ili kuwasaidia wasanii ambao ni independent. Yani umeona hao wasanii wanaomlalamikia Max, wengi walikuwa ni independent au wako kwenye music management. Hakuna msanii ambaye yupo kwenye label anaweza akaenda kufanya kazi na music publisher, umeelewa? Most wanaenda kufanya kazi na distributors, kwa sababu distributor pia ni hiyo, inakuwa ni kampuni nyingine tu kubwa, umeelewa? Sasa tofauti ya music publisher na music distributor ni kubwa kidogo, kwa sababu distributor ana uwezo hadi wa kuinvest kwa ajili ya hiyo product yako, akanunua zile master, akanunua sehemu ya kazi zako. Distributor anaweza kaja akakwambia achia album, umeelewa, mimi nitachukua 1% fulani nita distribute na nini. Ila hawa music publisher ni hao ambao tunakutana nao hata online pia, umeelewa? Japokuwa watu wengi wago wanachanganya kati yake na distributor. Ni sasa ukutana na hao jamaa wanaitwa distro. Wale wanakupublishia muziki wako, hawakusambazii muziki wako. Utabidi utafute tena msambazaji wa muziki wako, kwa sababu nimekuja kugundua kuipeleka nyimbo Spotify, kuiupload nyimbo Audiomack, kuiupload nyimbo sijui Apple Music, sijui Amazon, wewe sio distributor. Umeupload tu muziki, wewe ni publisher, umepublish muziki wa mtu fulani. Wewe unaweza kuwa una utaalamu wa kujua timings na nini, na kutengeneza kitu kinaitwa nini, metadata. Yani kwamba umeweza kuandika artist, jina la artist, jina la producer, songwriter, zile data zote unazitengeneza ili kusudi ile ikitoka hao watu wote wapate hela. Songwriter apate 1% yake, producer apate 1% yake, artist pia apate 1% yake. Kwa music publisher anaweza kukusaidia kwenye hiyo engo. Sasa kinachotokea ni kwamba hizi distributor zote zinafanya kazi na hao music publisher. Kwamba wewe una publish muziki, mimi naanza sasa kwenye kudistribute vitu vingine, kuipeleka nyimbo bado kwenye playlist za radio, kuipeleka nyimbo kwenye playlist za kwenye mitandao, hiyo playlist za YouTube, kuwapa nyimbo DJs wakubwa, kuwapa TikTok influencer, kwa sababu distributor anaingia hadi kwenye promotion, kwa sababu yeye ameshaingia kwenye hiyo business. Kwa lazima ya promote ili watu waje wasikilize muziki wako. Maana tulisema kwamba distributor wapo aina 3. Kuna ambaye wewe unamlipa kudistributia muziki wako, yani chochote kinachopatikana kwenye faida ya kimuhusu. Kuna distributor ambaye anataka 1%. Unaelewa kwamba mimi muziki wangu bwana huu hapa,
nitadistribute bure, unipe chochote, lakini kitakachopatikana mimi nitachukua basi 60 ubaki na 40, au mimi nitachukua kama mimi nitadili na kila kitu, promotion na kila kitu, lakini wewe nitakupatia 2% ya kile kitakachopatikana. Na kuna distributor ambao anaingia hadi kwenye production, yeye ndo ana come up na idea. Labda mimi nimemwona msanii, labda niseme Nandi, ana msanii wake wa kike labda anafanya vizuri, mimi ndo namfuata Nandi kama distributor, au kama ni lebo namfuata hiyo lebo, naambia sikia, mimi nataka huyu aachie albamu hizi 2, naingia naye kwenye mkataba wa miaka 5 au miaka 3. Kwenye hiyo miaka 3 atanifanyia albamu zangu 2. Kwa budget ya production na nini mimi ndo natoa mkwanja nakupa wewe, unaanza kutengeneza zile album. Kwa zile album ukizitengeneza, mimi nitazisambaza hadi pale ambapo nitarudisha kile kiasi ambacho mimi nimekiweka. Ile faida yangu sasa ndo nakuachia kazi yako. Au tunaweza kuwa tumesign hizo lifetime, umeelewa, labda mimi nita manage, huu muziki utakuwa ni mali yangu miaka yote. Pia hiyo inawezekana. Na hiyo sasa, hiyo ni moja ya kitu ambacho kimewagharimu wasanii wengi. Unajua siku na wasanii bongo watu wasikii, kwa sababu walichukua hela kwa miawa kwenye hizo distributors, kampuni kubwa kama muziki, unaelewa, alafu hawakwenda kutengeneza kazi. Msanii unakuta anaenda kujenga, wakati ile ambayo ile aliyopewa ndio ile ambayo ya kwenda kujiimarishia, la kutengeneza na nini, kujitangaza na nini, kutengeneza kwa sababu yeye aliyokupa yeye, ina maana ungekuwa kweli unaamini kwenye mziki wako, ina maana amekupa ukainvest ni kama mimi nimekupa mtaji wa biashara, wewe ulikuwa na biashara yako, nimekukuta na biashara, lakini nimeona kwamba biashara yako ina potential, nikachukua kiasi cha pesa nikakupa, maana yake utategemea hiyo biashara utaikuza. Lakini wasanii wengi walichokuwa wakifanya, wakipewa ile anajua kwamba ile ndio faida ya mziki wake, ile inakuja nyingi, kwa hiyo anaipima kama faida. Haipimi kama mtaji tena. Asiwe jiulize kama mtu wa nje ameweza kuamini mziki wako, umeelewa, ameweza kutoa hela nyingi hivyo kwa ajili ya mziki wako, kwa nini usijiulize kwamba mimi mziki wangu una potential? Yaani mimi Ado nimekukuta hapo nje una genge la nyanya na vitunguu, mimi mpaka anakuja kukuambia kwamba kwenye hili genge la nyanya na vitunguu tuongeze nazi, tuongeze pilipili, tuweke mboga za majani, tuweke matunda, ni kwa sababu nimeona una wateja. Umeelewa? Kwa mimi nikikupa ile hela alafu wewe ukapenya, kitachotokea utaacha kuuza hata hizo nyanya na matunda ambayo nimekukuta nayo, kwa sababu mimi nakudai. Umeelewa? Kwa hata yale nyanya ambazo nimekukuta nazo ukiziuza, mimi nitakuja kuichukua hela yangu ambayo mimi nimewekeza kwenye biashara yako. Kitu ambacho wewe utaona kama ile biashara haifai tena, kwanza ni ndogo na bado hela yako mimi naichukua. Umeelewa? Ndio maana kuna wasanii hawawezi kuachia nyimbo, ila akiachia wimbo leo for fun na nini, watu elao, yani ule wimbo haingizi faida yoyote. Kwa anakuwa anaona kama ngoja ni chetu. Na zile na distributor wale ni wajanja, wanajua wamewapa mikataba wasanii kwamba sio tu kwamba hautaachia, sio tu kwamba unabidi ukiachia nyimbo ile tunaichukua, au ruhusiwi pia kufanya interview kwenye media kama hauna product sokoni. Yani utaki kuonekana kama una product sokoni. Huo ni mkataba na sheria. Kwa wewe pia msanii hauwezi kwenda kwenye media kupromote bidhaa zako nyingine, umeelewa? Yani wewe unabidi ukae tu hivyo uchie tu. Sasa matokeo yake ile hela wewe unaitumia inaisha, unaanza kuinvest kwenye biashara nyingine, umeelewa? Ukienda kufanya mziki unaona kama uko umerudi nyuma. Kwanza hauna hela tena ya kufanya mziki. Umeelewa? Watu hela yako washakupaga. Umeelewa? Kwa kama wewe uliwaahidi utawapelekea album na hujawapelekea album, wewe hilo ni issue yako sasa. Umeelewa? Wao wanaendelea kunufaika na zile kazi zako za mwanzoni. Kwa ndio ile unakuta msanii bana, mimi na kazi zangu lakini pesa zangu sizioni, kwa sababu alipewa pesa ambayo like angeenda kuinvest kutengeneza nyimbo zingine au awalete tena wampe tena pesa akatengeneza nini, yeye akanunua crown zote. Baadaye ende story akanunua crown. Kwa usipoletea kazi wao, itabidi ile pesa waliokupa wairudishe. Na wanairudisha vipi? Kwa kupitia zile kazi zako za mwanzoni. Na ukiachia kazi wanaendelea kunufaika nayo.
yani hata ukiachia kazi kawa hit wanaendelea kunufaika nayo mpaka ile lao irudi ambao walikubaliana kwenye mkataba na idadi ya kazi ambazo uliwafanyia. Umeelewa? Ndio maana kuna wasanii wakiingia hiyo mikataba anatoa muziki back to back. Umeelewa? Kuhakikisha kwamba mimi nimalize deni hata kama ni kutengeneza contract ambayo ina faida kubwa naweza kutengeneza nao au kama ni kuachana nao. Kwa hiyo unavyochelewa kutoa ngoma like wao tengeneza pesa nyingi, unajikuta kwenye zile ngoma zako ambazo umetoa wanaendelea kunufaika, na hata kama ukitoa unajikuta still bado watanufaika sababu inabidi warudishe faida yao. Una delay wewe mwenyewe, kumbe una delay kwenye biashara yako, unaua kipaji chako wewe mwenyewe, talent yako wewe mwenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umeamua ku delay kwenye kutoa kazi. Naomba fanya mzuri. Unaweza kumetoa nyimbo hapa, distributor wameipenda, wamekuja wameinvest kwenye kazi zako nyingine, wamechukua kazi zako zilizo zamani, wewe ukaona kuna nini bwana, watu wamenipa milioni 100, kumbe wewe hujui kesho inakuaje. Naomba mfano mzuri, kuna nyimbo ya Dully Sax, Jocelyn na Mr. Blue inaitwa Dhahabu. Nimepata dhahabu kutoka kali yako. Ile nyimbo mimi saa hizi siku 2-3 wiki naisikiliza kama naisikiliza mtaani kama nyimbo ambayo imetoka jana. Umeelewa? Lakini ni nyimbo ya muda mrefu. Umeelewa? Kwa ile distributor anakuwa ashajua muziki ni kitu ambacho ni kinaishi, yani ni wanasema ni living product. Umeelewa? Kwa hiyo leo inaweza ikawa sio biashara nzuri, lakini kesho inaweza ikawa ni biashara nzuri. Kwa sisi shida iko hapo. Tuko tunatolea mfano kuhusiana na hao distributors ambao wanatoa hela na nini. Moja ya kitu ambacho mwanzoni tulikuwa napiga story ukaniambia wasanii wanatakiwa wafanye nini na nini, nikasema team na nini. Zamani tulikuwa tuna kitu kinaitwa music management, lakini jinsi ambavyo biashara ya muziki imekuja kubadilika, zikaja lebo na nini, tuka switch kidogo. Our music management ikawa ni artist management, lakini tuna prefer kusema music ili mtu artist wako wengi. Kuna hadi artist wanachola kwa ukisema music moja kwa moja mtu anajua kwamba tunaongelea tunamuongelea muimbaji. Msanii anatakiwa kuwa na management yake ambao ndo artist management, ambao yeye ndo boss kwenye hiyo crew. Yani hiyo ni uko nayo wewe, ni ya kwako yani. Hata kama ni independent, ina maana lebo ikija kukufuata wewe ukiwa ni independent, inakukuta tayari wewe una management yako ambayo ina manage muziki wako na inakumanage wewe mwenyewe. Umeelewa? Lakini wao tayari lazima mtu wewe lazima uwe na maono yako. Ndio msanii lazima uwe na vision kwamba mimi nataka ni hit Afrika Mashariki. Umeelewa? Mimi labda nataka ni hit Afrika. Umeelewa? Ile vision mnayo nyote management. Ina maana kuna lebo ikikufuata unaangalia vision ya hiyo lebo, si ndio? Labda mimi vision yangu ni hit Afrika, lakini lebo vision yake ni hit Tanzania. Umeelewa? Labda nifanye vizuri Tanzania, Komoro, nchi zinazoongea Kiswahili, Kongo, Burundi, wapi. Ina maana hiyo lebo mimi sio vision yangu. Umeelewa? Au vision ya lebo ni wewe ufanye vizuri Afrika. Umeelewa? Lakini kumbe muziki wako wewe unategemea zaidi soko la ndani kuliko soko la nje. Umeelewa? Sisi tulikuwa tuna mifano. Unajua Rose Muhando aliwahi kusainiwa Sony. Alivyosainiwa Sony ndio Rose Muhando alipotea. Kwa sababu soko lake lilikuwa bado linahitaji soko la ndani. Aina ya muziki wake, lyrics. Kwa kama mfano kuona maisha kama msanii anavyoenda kwenye lebo kubwa kama za Sony, hiyo maana yake anaangalia kimataifa tena. Hata kama msanii wewe unaniambia msanii wa Sikoma kuona maisha kama msanii wa Singeli hawezi kwenda Sony. Hawezi kwenda Sony. Labda akienda Sony anakuwa amejichanganya. Unajua kwa sababu gani? Sony wana wasanii wengi. Kuachia nyimbo kuna wanaangalia ratiba yake duniani, international, kwa sababu sio msanii peke yako. Sio msanii peke yako. Kwa hiyo wana hiyo international schedule yao, yani kwamba huyu atatoka muda fulani, huyu atatoka muda fulani, huyu atatoka muda fulani. Kinachotokea sasa, wasanii wote ambao wamewahi kufanya kazi Sony, hakuna mtu amefanikiwa akiwa Sony. Nitakupa mfano. Rose Muhando alisainiwa Sony, Alikiba alisainiwa Sony, ndio kipindi ambapo alianza ku drop. Abby Chams alisainiwa Sony akatoka kabisa. Umeelewa? Young Lunya alisainiwa Sony.
sijui bado yupo, maana kuna album pia Artist aliitoa, ilikuwa ni mali ya our Lockstar pamoja na Sony. Aslay pia alisainiwa Sony kipindi fulani hapa, sijajua bado anao mkataba nao au vipi. Zile ni lebo kubwa, zitakupa hela nzuri, zitakuambia vitu ile mara moja, ile ya mwanzoni zitakuambia vitu ambavyo vitakuchanganya akili. You are going international, tutakutafutia kolabo za kimataifa, tuta nini. Ni dili nzuri wanakuwa wamekupa. Lakini sasa wewe unabidi ukubali kufanya kazi kimataifa pia. Sony hawawezi kukumanage wewe kwa kuwa wewe unategemea kurelease single track na sio album. Umeelewa? Matokeo yake utakuwa unakaa muda mrefu bila kuachia ngoma. Umeelewa? Yaani kama wewe upo kwenye lebo ya Sony, huwezi kuamka tu asubuhi leo. Yaani tu umeamka sasa hivi. Ukaenda eti studio, ukarekodi nyimbo, afu ukaiupload, ukawaambia mashabiki nimetoa ngoma. Hayo hivyo tena. Wao wanakupa ratiba yao. Labda wewe sasa hivi unabidi ufanye production. Na wana uhakika kwamba kuna hela wamekupa ambayo inakutosha wewe kukaa bila kuwa umeachia ngoma. Si ndio? Wewe unabidi ufanye production ukifanya, wewe unabidi uachie nyimbo mwezi wa 6 hadi mwezi wa 7. Umeelewa? Hasa mwezi wa 6 hadi mwezi wa 7 wewe unaachia nyimbo 2. Ukiachia nyimbo 2 inaweza ikatumika hata miezi mingine 10 au 10 na kitu kuja kuachia wimbo mwingine. Umeelewa? Ndio maana wasanii wa kimataifa wote ambao wanafanya kazi na hizi lebo, wao wanaachia album. Kwamba nimepata nafasi ya kurelease, wao ndo unaachia album yao. Sony wanakufanyia marketing, wanadistribute, wanafanya kila kitu. Wewe hata ukiamua kucheza sasa unaanza kuwa unakula ile matunda ya album, kwa sababu hizi Sony zinachukua hela nyingi. Yaani wao wakikupa hela ukachia album, asilimia kubwa ya ile hela wanachukua wao. Umeelewa? Kwa obvious lazima waweke akili nyingi kwenye kupush your product. Kwa sababu yeye ndo mnufaika mkubwa. Sasa wewe ni msanii labda wa singeli, umeelewa? Soko lako ni la ndani. Unaenda kufanya kazi na lebo kubwa kama Sony. Je, una uhakika Sony wana uwezo wa kumfikia huyo mtu wako ambaye wewe ulikuwa unaamrisha product yako kila siku? Sony wanaweza kumfikia mtu wa Bagamoyo, si ndio? Kwa lugha nyingine ale inamaanisha kwamba hizi lebo kubwa kama Sony sio za kukimbia, yani inabidi uende kimkakati, step. Yani nimefeed hapa, Diamond amewahi kufanya kazi na Universal, sio Sony. Kwani aliachana nao kufanya kazi, akaamua achane na Universal aje afanye kazi na ana distribute nani hawa Woma Music ambao wako South Africa, ndio ambao wao soko lao pia wana base zaidi Afrika. Umeelewa? Wanakuhakikishia kuwin soko la ndani ya Afrika. Umeelewa? Kwa hiyo unaenda kwa step kwamba mimi lazima nianze kuwin soko la ndani. Unajua uzuri wa hauwezi kwenda international bila kuwa umewin local. Huo ni uongo. Haiwezekani. Yaani hata kama wewe ni Mnyamwezi kiasi gani, sijui unaimba kama Marekani, labda unaimba kama Afrobeat, huwezi kufanikiwa kimataifa kabla hujawin soko la ndani. Unajua kwa sababu gani? Jirani anakupenda wewe, akiona mwenyeji anakukubali. Yaani mimi nitavutiwa na wewe nikiona kwenu akikupitisha. Yaani kwenu umepitishwa. Naambiaga watu, umeona hao wasanii ambao tunawaona wa Marekani, sio kwamba ni wasanii peke yao ndani ya Marekani. Marekani kuna wasanii ambao sisi hatuwajui na wanafanya vizuri ndani. Umeelewa? Nigeria kuna wasanii ambao hatuwafahamu na wanafanya vizuri kwenye soko ndani vizuri. Ndani wakishawapitisha kabisa, wamewapitisha hao hapo, wanaenda international. Umeelewa? Kwa sababu mimi nikikupitisha wa ndani, mimi ndo naenda kukufollow Instagram. Mimi ambaye ni ndugu yako wa ndani. Mimi ndo nitakuhype mtandaoni. Yaani ikitokea watu wamekuchukulia poa, mimi ndo nitaenda kukutetea kwenye mtandao. Umeelewa? Mimi ndo nitaanza kukupa zile numbers za mwanzoni. Kwa sababu ili uende international watu wanaangalia numbers. Huyu jamaa ndio ni mkali, si ndio? Kwa nini ana namba hizi chache? Umeelewa? Yaani mtu inaanza kumpa doubt. Anaanza kuhesabu una consistency, umeelewa? Umeshindwa kukeep kwenye soko la ndani, umeelewa, la Windows. Lakini uhalisia ni kwamba wewe anza kuwin soko la ndani kwa step. Lakini wakati unaenda international usisahau soko la ndani. Yaani kuna mtu ashaye kuniambia AY alivyotoka akaanza kujifanya Mkenya.
Kwamba alianza kufanya Kenya. Yani kwamba alipoanza kwenda international akaanza kuwa kama anafanya collab na Wakenya, anafanya zile tone za Kikenya, yani kuna namna fulani akaanza alijiposition, akaona kama wao ndo wako more international na nini, na kwamba nikijipresent hivi itakuwa ni rahisi sana kuna kutoboa na nini. Muda ule sasa wewe unapoteza wale customer ambao ni wengi. Yani wale wateja wako ambao ni wengi unawapoteza by the time unaanza kufocus na kwenda international. Lakini kama ulikuwa na uwezo wa kukeep vyote viwili, yani kwamba na keep local alafu bado unaendelea kupush international, kwamba hawa watu wa local hata kama sitawaachia nyimbo ambayo inaendana na yao, what if nikiwaletea labda hizo drama, labda hizo kuwa relevant kwenye mitandao, waone inaendelea kuexist, nikaenda kufanya collab na msanii wa kimataifa, nifanye naye kwa sound ya ndani. Yani wewe msanii wa singeli umepata nafasi labda, au msanii wa Tanzania umepata nafasi ya kufanya collab na Davido, utakiwi kufanya naye Afrobeat. Umeelewa? Kwa sababu Davido tayari ana mashabiki zake ambao wapo kwenye hiyo taifa lake na international, ambao wao wapo tayari kumsikiliza Davido kwenye music test yoyote ile. Na ikiwa ni music test mpya ndio inakuwa inatengeneza attention kubwa kumsikiliza kuliko hata ile ya siku zote. Umeelewa? Kwa hiyo wewe umepata opportunity hiyo, inabidi utumie sasa ule mziki wako ambao wewe waga unautengeneza. Yani mpitishe Davido kwenye aina ya mziki wako. Umeelewa? Ndakupa mfano mzuri, Rich Mavoko ana collab na Pato Ranking kipindi akiwa WCB. Rich Mavoko kwenye ile collab hakwenda kuimba dancehall wala hakwenda kuimba Afrobeat, alienda kuimba Bongo Flava. Umeelewa? Yule mziki wetu wa ndani. Na kweli Pato Ranking akapita kwenye mziki wa Rich Mavoko vizuri tu, yani kitu ukisikia kabisa unaona kabisa yani hichi ndo kitu ambacho kinatakiwa. Yani kwamba ukipata hiyo nafasi endelea kumaintain, usijifanye wewe ni wa kimataifa. Sisi tuna tabia moja, watu wakishaanza kukuona unaigiza kama wewe sio sehemu yao, wanakukataa. Yani wanakuona kama sell out. Wanaona kama ni sell out, umeuza roho, wewe sio mwenzetu. Kwani wewe muone Diamond anatoa nyimbo ya Uswahilini, labda kibao kata, si ndio? Kinaingia mtaani, kinapigwa tu mtaani, muda huo atoa collab yake na BN International. Kwa hiyo like kwamba unasema Mondi anatoa vile vibao kata ili kustay relevant na soko lake la ndani. Yani wale ndo yani bidi uendelee kuwa nature, yani uendelee kuwabembeleza wale wanani yako ya ndani, yani usiwatupe. Kwa sababu wao si wa ndani wanakusikiliza. Mimi sasa hivi nikitoa collab na msanii mwingine wa nje, ile collab wakaanza kushindanisha nani ameimba vizuri na mimi nimeimba vibaya, wanaokuja kunitetea na kuwaaminisha watu nimeimba vizuri ni wale wa ndani. Usituambie kabisa umeona alivyopiga, kwa sababu mimi bado ni mwenzao. Utanufaika ndio. Kwa mfano mzuri pia na Vikenzo walikuwa wana wins, wamewahi kufanya vizuri Bongo wakati kipindi kile wanafanya kamati ya chini ile zina win ndani. Unaelewa? Na bado wanaenda wanafanya kazi nyingine international, labda wanaipush hiyo kwenda international. Ndio kabisa. Kumbe wanakuwa wasajua kwamba hii kazi tunayoitoa kwa soko la Kitanzania inaweza isifanye kazi, yani haitakuwa lakini lazima tutengeneze kwa both, lazima tutengeneze kwa wale wasikilizaji wa ndani ambao ni washabiki wetu ambao ndio wametufanya sisi tukawa na Vikenzo, lakini pia labda tutengeneze ngoma ambazo zitatufanya tuweze kutoboa soko la juu. Kama hata walivyoachia album yao ya Most People Want This, walianza kutoa Manzese, ile nyimbo ya Manzese ambao ilikuja kufanya vizuri kwenye soko la ndani. Lakini mle ndani wana nyimbo nyingi ambazo ni kali, ambazo zimeenda kufanya vizuri zaidi international. Lakini kuna watu wamezisikiliza zile nyimbo kwa ushawishi wa ile nyimbo ya kwanza ambayo imetoka Manzese, ambayo ilikuwa ina target soko la ndani. Sababu nyumbani ndo wanakupa utambulisho, kwamba wanasaidia kuambia watu wewe unatoka wapi. Yani sisi tunataka kujua wewe unatokea wapi, utambulisho wako ni upi, si ndio? Kwa kama wewe ni utambulisho wako ni Mtanzania, je, unaimba kile ambacho Watanzania wanakisikiliza? Umeelewa? Mimi kwa mfano kwa nasema Lui ni msanii mzuri ndio, lakini kuna mtu akimsikiliza Lui
anasema huyu sio Mtanzania, anaweza kumuita Mnigeria au Msauzi, umeelewa, akamuita jina lolote lile. Ile ni mbaya kwa sababu haikupi utambulisho, umeelewa. Lakini kama angekuwa anafanya pia aina ya muziki ambayo inaweza ikamsaidia kuwini soko lake la ndani, imagine kama angekuwa na uwezo wa kufanya labda sound ambazo anazifanya mtu kama Mario au mtu kama J Melody, ina maana bado unakuwa na uhakika wa kuwini. Tena sio soko tu la Tanzania, soko la Afrika Mashariki. Unajua Tanzania, Burundi, Rwanda, Kongo, Komoro, Kenya, tuatoe tu Uganda, hao wote wanasikiza the same music. Yani na hata pia hata Swahili speakers, yani watu wanaoelewa Kiswahili pia like ni wengi, ni wengi. Kwa hiyo sio kwamba wao hawapendi kusikiliza wasanii wageni, ili wanapenda kumsikiliza msanii mgeni akiwa ni mgeni kweli. Yani wewe unaimba kama Rema, si ndio? Au una sound kama Rema. Mimi nitamsikiliza Rema kwa sababu najua Rema ndo muziki wake. Obvious, najua atanipa kile ambacho mimi nakitaka. Anafanya ana develop, ana nini na nini. Japokuwa muziki wanasema ni universal language, lakini kila sehemu wana asili ya muziki wao. Hata ukienda Zambia wana wasanii, ukienda Malawi wana wasanii, umeelewa. Hatuwasikilizi kwa sababu wao wanasikilizwa na watu wao wa ndani. Kwa hata wakianza kufanya tena bongo flava, labda msanii yuko Malawi anataka aanze kuimba bongo flava kwa sababu ameona bongo flava inafanya vizuri Malawi, hawezi kuacha kupresent kile ambacho anakipresent Malawi. Umeelewa. Asake alivyotoa album yake ya kwanza, sasa amefanikiwa tayari, akatoa album yake ya pili, si ndio? Watu walitegemea akitoa album yake ya tatu ataimba Kiyoruba, labda ataimba Kiingereza tu, atabadilisha sound, lakini akaendelea kukeep kile yani kwamba kwenye nyimbo yake hiyo moja unaoisikiliza unakutana na Kiingereza, unakutana na Kiyoruba. Kwa hiyo wewe kama mimi nimegrow international, watu wanaanza kujifunza Kiswahili, ili wanaanza kujifunza Kiyoruba ili wamsikilize Asake. Umeelewa. Kwa anaendelea kuwin, na muda huo ana mashabiki zake wa ndani ambao wanamuona huyu jamani OG, yuko loyo. Umeelewa. Yani kuwa kwake yeye haijamfanya yeye atutupe, kwamba yeye alipoanzia ni hapa mpaka anapoendelea ni hapa. Kwa hiyo bado tuko naye sambamba. Huko kote tumefika, tulikuwa tunaelezea issue ya jinsi ambavyo unaweza ukafanya na hizo distributors, jinsi ambavyo utapata hela yako na nini. Ndio maana tumefika huko kote.